Bwana, pale tulipoishia ndipo tunalianza balaa letu. Tunamwona Samlata anakuwa anaendelea na zoezi lake la kafara ya mjukuu wake ili aponye mwanawe na ugonjwa wa akili. Wakati anaendelea kufanya yake, kati ya shughuli anatokea Tamara na kuona mama yake mdogo akiwa anaroga kweupe. Mchawi siku zote hana haya wala hata robo ya uoga. Samlata atamtupia maneno kisha kuingia ndani kwake akimwacha Tamara nje. Bwana wewe, huku penzi pajaa tia neno usutwe. Machinia akiwa na Sandra, huku akiwa wanajadili juu ya baba yake Machibia kumkataa Sandra asiolewe na Machibia. Bwana, ukisikia mapenzi upofu, basi ndio haya. Bwana wewe, Machibia atamtuliza kwa maneno mazuri na kumwambia akimuoa ataenda naye mbali sana, kuishi naye pasipo ndugu zao kujua. Yaani mapenzi, Mungu anakuona. Mtu anajiingiza kwenye kifo bila kujua. Haya sio ya kwetu mpendwa, tuendelee na kipande kinachofuata. Na sio yule, si mimi natokea kuoa. Kwa hiyo sasa wewe tulia tu. Mimi nitaongea na baba na mambo yataenda. Na hata kama hatonielewa, mimi nitafanya maamuzi yote haya. Kwa sababu mimi ndo ninaitoa mahali, mimi ndo ninaitoa kila kitu. Simuombi kilo ya nyama, simuombi kilo ya mchele, hata kilo ya maharage simuombi. Mimi naishi kitu listi. Hapo nikwambie kitu sasa. Hapa na mpango. Nikishakoa tu, tuenda kuishi kule mbali na ndugu zako. Bwana, huku napo mama Kabichi katia miguu paka kwa Sauda, na anachotaka maiti ya mwanawe aizike mwenyewe na kuwaambia kuwa yeye ndo anajua uchungu wa mwanae, kwa hiyo atamzika mwenyewe. Ndipo Sauda alipoanza cheche zake. Si unajua huyu mama kwa mdomo ni hatari bwana we. Kwa uchungu gani uliokuwa nao? Ingekuwa na uchungu na mwanao ungemfanyia vile? Alisema Sauda, huku mama Kabichi sura ikimshuka. Na baada ya kuona zogo linaendelea, mwenyekiti kama kawaida yake aliingilia kati na kumwambia mama Kabichi kuwa kisheria Binta anabidi azikwe kwa akina Niro, yaani kwa Sauda. Yeye kama serikali ametoa maamuzi. Ndipo mama Kabichi akaanza kumtisha na kumwambia kuwa amepokea rushwa na atalifikisha katika uongozi wa juu. Siko sasa naamua kama serikali, Sauda na Niro ndo wenye haki ya maiti kwenda kuzika, sio we mama, kwa sababu ukishaozesha basi wewe huna mamlaka yoyote na huyo mwanao. Nimemaliza. We mwenyekiti, huo ni upendeleo. Hivi kumbe nilikuwa nasikia tu rushwa. Mwenyekiti, nitakupeleka tena, hili jambo nalipeleka serikali kuu. Wewe umeshakula rushwa. Huo ni Huku majonzi yametawala. Wanasema ukicheka na mbwa utaingia naye msikitini. Ndicho kilichomkuta Mwandola na mkewe Nyamizi. Ndipo Mwandola atakapoona muda wa kufanya vitendo umefika, baada ya kutilia dawa ya kutoa ujauzito wa mkewe, ndipo Nyamizi atamtia moyo mumewe. Ona sasa umeshavunja nyumba yangu. Kitu kinachoharibiwa na mwanadamu huwa kinaumiza sana, lakini haya yote ni sababu ya kuwachekea hao wadhandiki. Hatuna la kufanya, tumeshavuliwa nguo mume wangu. Huku Kizigo na Vava vita inazidi kupamba moto. Vitisho kila siku kwa ajili ya kupata kitabu cha kitabibu ambacho anakimiliki Mganga Tano. Ndipo Kizigo atakapomwambia Vava hawezi kupata hicho kitabu, na Vava kumwambia kuwa atakipata. Yaani vita, sijui kitatokea nini. Baada ya vitisho vya muda mrefu, wataonekana wake zake 5. Ndipo watakaa kimya kama akijatokea kitu vile. Sio kila mchezo ninaocheza basi na wewe unataka kucheza. Muda mwinginewe
Inakufaa uwe mshangiliaji tu, inakutosha. So wawe huku napo bwana, jambo la harusi linapamba moto na kusahau kabisa kama kuna msiba wa Sara, huku Sauda akitia mkazo kuwa waachane na msiba, aliyekufa amekufa, kwa hiyo Nilo atapata mwanamke mwingine na atamuoa. Yaani Sauda hatari sana, yaani akipanga lake lazima liwe. Bwana Chenga naye atatia neno kama mshenga kwamba wao washamalizana na kila kitu, shida iwe kwao. Ndipo mama la mipango litajibu kuwa hakuna shida, jua hilo na mambo yanaenda sawa tu, wala hakuna shida. Najua hiki kipindi Nilo ni kipindi cha majonzi, lakini hatuna namna. Hii ndoa ndio ilitangulia kabla ya msiba. Kwa hiyo tufanye harusi, alafu tutazika. Kipande kinachofuata tunamuona baba yake na Suzi akiwa anamtafuta mkwewe. Ndipo atapomuona na kuanza kutaka kumkamata. Anamuogopa. Ndipo atatokea binti na kumuomba amsaidie. Ndipo atakapofanikiwa kumfunga kamba. Bwana wewe, huku tunamuona Mwandola wamekutana na Kizigo na kuanza kumtisha Kizigo na kumwambia wakati wa kufanya vitendo umefika. Wakati wote wanatupiana maneno ya vitisho, kumbe Vava yupo pembeni kajificha na kuwasikiliza yote wanayoyaongea. Wewe ni kinyago nilichokichonga mwenyewe, kamwe huwezi kunitisha. Mambo mpwito. Bwana, huku zoezi la kukipata kitabu linaendelea, ndipo tunamuona binti aliyetumwa na Kizigo na kuanza kumpeleleza mganga Tanu kwa maneno mazuri ili apate kitabu cha kitabu. Ndipo Tanu atakapompa maneno mazito kana kwamba kamshtukia, huku akimwacha mkewe mdogo akiwa na tafakari. Moyo wako haumaanishi kile unachokizungumza. Unanipenda? Ndio, nakupenda tabibu wangu. Basi zuia kinywa chako kisivuke mipaka. Usiku wa deni au kawii kufika. Leo mwili unadaiwa kama dhahabu. Yaani familia yote ya Sauda ipo kwa mama Kabichi ikifuata mwili wa Sara. Ndipo wakati wanautoa mwili, Sauda ataomba mwili urudishwe ndani kwanza. Kuna mila inahitajika ifanyike ndipo waondoke na mwili huo. Ndipo Sauda atamchukua mama Kabichi na kuenda naye pembeni na kumwambia kuwa michozo anayoicheza anaijua. Si unajua Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba vyao. Sasa nisikilize kwa makini. Ninachokihitaji ni mwili wa Sara niende nikauzike, na sio mgomba. Tunaelewana vizuri? Nanielewa? Alafu wewe Sauda, unapenda sana kunaribia mambo yangu. Si ulianza? Mimi ndo namaliza hivi. Mpendwa wangu, nikwambie usichokijua. Kama tutafikisha subscriber 1000 leo, tutatoa mwendelezo. Hivyo basi, na kuomba usubscribe na bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na kazi mpya inapotoka. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka wakati huu. Tukutane kwenye episodi inayofuata. Asanteni. Hii ni chaneli yako pendwa ya Mzawa Plus. Nami ni Mzawa Pro. Karibu tena. Kwisha habari yake. Mama Kabichi kwisha. Chenjilia mbali mpumbavu.